salama, na leo tumekutana tukiwa wazima. Leo somo la leo linaongelea kuhusu ibada ya wafu. Watu wengi wamekuwa wakifanya ibada ya wafu wakidhani wanamfanyia Mungu ibada, lakini kwa kweli ibada ya wafu haihusiani na Mungu hata mara moja. Katika kile kitabu cha Isaya sura ya 8 fungu la 19, neno la Bwana linasema, na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Biblia inauliza kwamba, je, uache kwenda kuwaombea watu walio hai, unaenda kuwaombea watu waliokufa? Biblia inakataa ibada ya watu waliokufa. Ibada ya watu waliokufa sio ya Mungu, sio ya Mungu kwa kweli kabisa. Soma Biblia yote, hautakuta kuna fungu ambalo linaruhusu kwamba twende makaburi tukawaombee wafu. Hamna. Wao watu wanaofanya ibada ya wafu hawafanyi kutokana na mapenzi ya Mungu, wanafanya kwa sababu ya desturi na mila. Yesu mwenyewe alijibu hili swali kwa Mafarisayo. Aliwaambia hivi katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 22 na lile fungu la 28 hadi mwisho, anasema, basi katika kiyama atakuwa mke wa yupi katika wale 7? Maana wote walikuwa naye. Sasa kuna swali kutokea kwamba Yesu, kati ya kulikuwa na mwanamke alikuwa ameolewa mara ya kwanza, ameoka akafa mara pili, mpaka wanaume 7. Sasa wanamuuliza, kwenye kiyama huyu mwanamke atakuwa wa nani? Yesu anawaambia, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa maana katika kiyama hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Tena kwa habari ya kiyama ya watu, hamjalisoma neno lililonenwa na Mungu akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Mungu si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Mungu ni Mungu wa watu walio hai, Mungu si wa waliokufa. Bwana na atubariki. Kama tulikuwa tunaabudu miungu